Na tumeacha sasa, tunataka utueleze hii mambo ya title deeds, tofauti ya hizi mbili. Kuna hiyo inaitwa freehold na ingine ya leasehold. Ndio wapate kuelewa gani ndio muhimu na gani ndio ya maana kuchukua ama kupewa wakati ushachukua shamba. Okay, asante sana Nkatha. Kenya hii tuko na aina mbili ya mashamba. Moja ni inaitwa freehold, ambayo ni free, kumaanisha unamiliki bure. Yes. Ndio. Au nunui wala kupewa. Hapana. Si mambo na kununua, ushanunua shamba yako. Yes. But this is what we call the interest. Yeah. The government interest on the land is of which nature. So ya kwanza ni freehold, na nitawaelezea. Yes. Na ya pili ni leasehold. Leasing lugha ya kawaida inamaanisha ni kama unakodisha kitu. When you lease a house, unakodisha kitu. Kwa hivyo hizi shamba, of course, shamba zote Kenya hii zinamilikiwa na serikali. Serikali ndio iko na the last say over shamba yeyote ile. So kwa mambo ya freehold mwanzo, freehold ni shamba ambazo unapewa wewe ambaye umemiliki, si unamiliki through hati miliki, title deed. Unapewa hiyo title deed for a period of 999 years. Yes. Hebu Nkatha fikiria, miaka 1000 utakuwa wapi? Mifupa hata itakuwa ishaisha. Hata sio watoto, sio wajukuu. Hakuna mwenye atagua. Hata ni vitukuu vyako ndio watakuwa hai. Yes. So kumaanisha ni kama una own bure. Umeelewa? Miaka 1000 less 1 year. Unapewa title yako, unamiliki for 999 years. Hiyo ni freehold. Ndio? Lakini sahi kuna maswala tata ambayo yamekuja, ambazo kuna hizi freehold ziko ina municipality, wengine wanalipa land rate. Lakini initially hizi freehold ulikuwa hulipi chochote. Hizi nyingi zinapatikana nje, ambazo tunaita sasa ushago. Umeelewa? Ambazo hata mtu akifariki unaweza kumzika pale, maana ni yenyu. Kitambo miaka 1000 inaisha, hata mifupa itakuwa ishaisha yote. Hata Ezekieli akija pale hakuna mifupa atakufua tena, ndio? Na aina ya pili sasa ni leasehold, ambayo sasa unakodisha hii shamba kutoka kwa serikali. Ndio ni lako, umenunua, lakini wanakupatia right ya kuown hii shamba up to a certain period of time. Ni kama vile unakodisha nyumba yako, ndio unalipa rent kwa mwenye nyumba, lakini at the end of the day mwenye nyumba akitaka kukuambia utoke, utatoka. Lakini hizi lease sasa sio kila wakati. Unapewa, kuna aina mbili za lease. Kuna zile ambazo ni za kawaida 99 years. Na kuna zile ambazo zimeextendiwa. Kuna za 125 years. Na kuna pia za 930, 945. Inategemea na vile serikali ilipeana. Remember, it's the one with the last say. So kwa hizi leasehold, Mkenya wa kawaida, mimi na wewe, a local, we can own. Na pia foreigners, watu wa nchi za nje pia wanaweza kununua. Na sababu wanaweza kununua ni kwa sababu 99 years ideally is a very short time. Hata Mwingereza ambaye alinunua alinyakua mashamba yetu 1920. Sasa hata miaka yake imeisha. Mashamba sasa yanarudi back to the Kenyan government, ambayo sasa wanaweza kupatia watu wengine. For freehold inabaki ni yako. Sasa tofauti kubwa inakuja hapa. Wakati umenunua leasehold, nimesema freehold mtu yeyote anaweza kumiliki, bora awe ni Mkenya. Leasehold ni unaweza kuwa Mkenya, aidha ukawa ni mtu wa nchi za nje. Lakini mtu wa nchi za nje haruhusiwi kumiliki shamba ambayo interest yake ni freehold. Nitarudia tena kwa sababu ya wasikilizaji wetu. Mtu ambaye sio Mkenya hawezi kumiliki freehold land in Kenya. Hawaruhusiwi kabisa. Kwa sababu hiyo ndio inafanya unaona watu wa nchi zingine kama Zimbabwe wanapata kupigana na kufurusha watu, kwa sababu wale wabeberu walipewa hizi mashamba za freehold. Na sasa pale wamekataa kutoka. Wamekatalia pale. Ndio. Sasa nafikiri hiyo ndio walikuwa wanafikiria kama serikali, na kwa hivyo sasa only local people, only Kenyans can own freehold land in Kenya. Sasa hii freehold, nimesema kama uko karibu na municipality au within a municipality, kuna wale ambao wameambiwa watalipa land rate. Lakini kama una own leasehold, lazima utalipa kitu inaitwa land rate na land rent. Inategemea. Land rent sasa huwa inadeterminiwa na serikali pia. Serikali kuu kupitia wizara ya
ardhi. Yes. Wao ndo wana determine land rent yako, na tayari huwa zingine zimewekwa tayari over your title, certificate of title. Yeah. So nakwambia annual itakuwa hii. Lakini sasa hata wakipandisha hauna namna. In case nishinde kulipa, wanakuwekea penalties. Yes. Kawaida. You know, inakuwa shida, watakufuata. Serikali ni ile mkono wa serikali ni mrefu. Na huwa unafika kila mahali. Kweli. Ya pili ni land rent, ambazo sasa hili ni jukumu la gatuzi tofauti. Tuliingia mambo ya devolution, na sasa some functions were devolved to our various county governments. Yeah. So zile rates ambazo watu wa Meru County wanalipa ni tofauti na zile rates watu wa Nairobi County wanalipa. Aidha vile parking license za kutrade kwenye maduka, kila kitu. Sasa land rates hiyo ni jukumu la county government yako. Yes. Wao ndio wana determine kila mwaka vile ambavyo mtalipa land rate, na hizo zinalipwa kila mwaka by the 31st of March every year. Zaidi ya hapo sasa penalties apply according to the counties vile ambavyo wao wenyewe wanaonelea. Na madam, wacha ni kuinterrupt kidogo. Na hizi sasa tunaongea mambo ya shamba zenye ziko kwa mikono ya serikali. Ni hizi ziko matown ama mpaka hizi ziko huku rural? Zote. Sasa zile za rural wamekupatia unamiliki for 999 years. Yes. You know, it's a very long time. Hata huwa hawakuandiki. But for the leasehold huwa unaandikiwa kwa hiyo document hapo juu that this document was given for 99 years from 1st of April 2023. So unajua ni mpaka 31st of March 2122 for example, kitu kama hicho. Na wakati miaka yako 99 inaenda kuisha, serikali through the lands government watakutumia notice for renewal. Yes. Na wakati ambapo umetumiwa hii notice, unaenda kurenew. Kuna either documents kadhaa ambazo watakuitisha, for example kitambulisho chako, proof of ownership of the land and other things, you know. Proof of kwamba umekuwa ukilipa land rates na land rates zako, then unawapatia, alafu wao ndio wana determine wakiangalia huyu hii shamba aliimiliki vipi, was it out of corruption ama alinunua legitimate, na amekuwa akitumia hii shamba kufanya nini. Either vile unaweza kuwa uko na interest ya kubaki na hii shamba, lakini wao serikali wameona hii shamba wacha tu alienate iwe inatumika for a public school tujenge. Sasa kutoka hapo now they will know how they will compensate you for the land or something like that. But it has never been an issue. So wakati wamekukubalisha kwamba uendelee kumiliki hiyo shamba, wanakupatia a fresh title in the name of the person mwenye amerenew. The reason I'm saying in the name of the person ambaye amerenew ni kwa sababu kuna mashamba ambayo yalipeanwa leaseholds, yaliandikishwa kwa jina la mama yako, you know, na mmeendelea kumiliki. Mama amefariki. Nyinyi kama watoto mmeenda through the entire process, shamba imeandikwa jina lenyu. Ama anyone mwenye alirithi hiyo shamba. So yule ambaye anaenda kurenew hiyo lease, ndio hiyo lease document itatoka na jina lake wakati huo. Mwenye sasa amerenew. Wow, thank you. Na madam, wacha niulize swali lingine moja kabla tusomewe muktasari wa habari saa 6. In case umenunua shamba na hilo shamba ushafuatilia process zote, lakini baadaye ukapata lile shamba lilikuwa maybe limechukua loan, na si loan kandogo, loan kubwa, na mwenyewe alishasafiri na akaenda ng'ambo, utafanya aje? Wakati haiwezekani kwamba umechukua shamba na ukalipa yote na ilikuwa na loan, kwa sababu the people who are giving loans in this country are financial institutions. Na unajua kwamba wakikupatia loan kama ni against a title, then the title acts as the collateral. So it is until you finish paying for that property or for the loan, then they discharge your property. Kuna kitu tunaita discharge of charge. Huku nje tunaita loan, but kwa terms zetu za kisheria inaitwa charge. So a loan and a charge is the same thing. So sasa wakati umemaliza kulipa your financial institution, ndio sasa wanakudischarge from the charge. Kwa hivyo iwezekani ulikuwa unalipia shamba, ndio anaweza kukuzia. Usikose kununua shamba la mtu kwa sababu liko na loan. A disclose kwamba liko na loan, and then he or she should provide for you a letter of consent from the financier allowing this person to sell. Because ninaweza kuwa nimechukua loan ya milioni 10 for example from a certain bank. Na nimelipa milioni 7 imebaki 3, lakini nataka kuuza hii shamba. The value of my land
is about 15 million. Yeah. So nimepata mnunuzi. So afadhali anipatie 15 million, nilipe bank the 3 million imebaki, na nibaki na 12 million, you know? So I need to get consent from the bank for me to sell this. The bank needs to know that I am selling this land. So hakuna mtu anakatazwa na bank kuuza, but under what circumstances? What of watu wenye wanatumia njia zile za panya? Hapana. Ataamua atakuuzia na anajua hiyo shamba yake iko na loan hajalipa. Ndio maana tunasema unafanya search kwa title yako. Ukifanya search mambo yote haya utayajua. Hata wale ambao wako kotini wanapigania shamba za wazazi wao wanaweka kitu inaitwa caveat that this land cannot be sold. Once you do a search na unaona kuna caveat na ni kwa sababu kuna kesi fulani kotini, wachana na hiyo shamba. Yes. Na swali lingine kabla tupatiane muda wa kusomewa taarifa zetu. Maswali ni mengi, tutarudi hiyo time nyingine tuendelee na maswali. Na wakati umeuziwa shamba, tuseme hilo shamba ni la familia, lakini kulikuwa na mwenye ali-inherit ile shamba, aliandikiwa kwa jina lake na wazazi. Lakini kuna huyu ndugu yake mwingine labda akakupatia shamba lake na akakuuzia na kila kitu akakupea. Lakini baadaye kuna mwenye sasa murithi mwenyewe original mwenye ameinherit sasa. Akija sasa hiyo tutaifanya namna itakuwa aje? Ningependa kuhamasisha wasikilizaji wetu. Kurithi ni kitu kimoja. Lakini wakati unaporithi na unaenda through the entire process ya kurithi, na sijui kama muda utaturuhusu, lakini usipoturuhusu tutarudia tena swala hili. You need to go through the entire process of transfer of ownership of anything you inherit. You know, as long as there is the formal process, kama alikufa kama ameandika wosia wake ambao we call a will, ama bila, there is a full legal process you go through. Then now whichever documents you can be given, now you can go and change even the name on the title deed to indicate your name. So wakati hiyo yote imefanyika, and then hii mambo ya brother na sister haitakuja tena. You know, because now the land is aware that this document belongs, or this parcel of land belongs to someone else. Wacha tusikize taarifa alafu nitarudia swala hilo tena, manake lina mambo ambayo lazima elezewe kwa undani. Kweli. Na hiyo ndio tunaona huku kwa kwa cases za shamba. Hiyo mambo iko, unapata mtu aliuziwa shamba na brother, lakini mwingine akawa yeye ndiye mwenye shamba, yeye ndiye aliachiwa na baba yake. Mnasukumana hapo, panga zinatembea na mashoka. Naambiwa wewe, mimi sijui huyo brother yangu mwenye unasema shamba ni langu, mimi ndiye mrithi. Utafanya nini sasa?